Liama, kama alivyosema Niki hapa, kikubwa kabisa ambacho tumetufanya tutafute ni kuhusiana na kile ambacho tumekiona mitandaoni. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao pia nimefanya interview na Mary, na Mary amezungumza kwa upande wake, lakini pia before nilianza kuona kwako. Ulikuwa ukiposti mitandaoni kwa maana kwamba ulikuwa unamchamba kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo pengine labda mlikuwa against na nini, mmetupiana maneno, lakini pia mwisho wa siku naye amekuja kujibu. Kwanza tuambie, wewe na Mary mna shida gani? Umemaliza? Nimemaliza. Si ndio lomwambia Mary unamuuza yule mtu mzima Nataka nikuulize nimemzaa muasisi gani wa nchi? Au nimezaa dunia? Mimi sio mtu mzima. Msinizeeshe. Umri wangu kweli miaka 46. Lakini ukiniangalia na huo utu uzima ambao ninapewa ninabebeshwa. Ukiniangalia na huo utu uzima huo, manake imekuwa kama vile naanikwa juani tena. Asubuhi kukikucha jua likitoka naanikwa, jua likizama narudishwa ndani. Ni kweli mkubwa, sikatai. Sasa hivi nimekuwa mama, miaka 46, alhamdulillah. Vijana wale wanaoniita bibi, mimi nawaombea tu kwa Mwenyezi Mungu umri wangu wafike, maana wanapilika nyingi, wana mambo mengi, wana riziki sana baadhi ya vijana. Kwa hiyo nawaombea kwa Mungu. Pia na mashine zao ziwe nzuri ili wakifika umri wangu pia waweze kuwa na mtu ambaye watampenda wao hata akiwa amemzidi umri, lakini mashine inamlinda. Ya moto iko fiti, sio geji imeenda sana, sio wabaridi kama freezer. Hapana, unaweza kuwa mdogo lakini mimi nilokuzidi umri tukikutana tukawa ndo tuna huyo mtu mmoja. Kama huyo mwenye chali utafikiria kachanjwa na wanga usiku. Huyo Mary mnyonge. Anajita Mary mtemi atakuwa Mary mnyonge. Huyo Mary mnyonge. Anajisema yeye msichana yeye mtoto. Tumwache tu Mwenyezi Mungu. Shida ni nini kwanza? Shida ipo kwenye Mary, ni mkosefu wa adabu. Mary amenikosea adabu. Mary palipoanzia watu hawapaelewi. Tulikuwa na video na Mr. Bonus. Video ya Bonus ya Leo, tukamwita Mary. Tena nilikuwa nazungumzia. Akaomba tumweke ili tuweze kusapotiana na aweze kwenda mjini kama kawaida yake, ana nyota ya bundi. Sijui unanielewa, yani kutumwa na wachawi. Sawa, tukakubaliana, tukamweka. Cha ajabu, nakuja kumwangalia video imeisha, mimi samaki mimi nilikuwa nje, nikaacha wao ndani na director Ivan wana shoot. Tena ilikuwa koti pazuri Tabata. Yule bibi akampiga busu kwenye koti. Mr. Kabe, hii script ikaandika nani tena? Mbona mambo yamebadilika huko ndani? Namwambia bwana tena. Piga busu wapi, mdomoni au? Kwenye nini koti? Ilikuwa rangi ya kisamli koti. Amepiga nyuma huko. Nikama busu gani la nyuma? Director Ivan ndo ameandika hivi. Au mmebuni wenyewe pale wakati mnacheza? Akanambia mimi sijui, ndo kwanza wewe nimeiona. Kiukweli niligadhibika, nilisikama ananipanga. Nikamzabua mbao. Sikumwacha kwani nimpa bonge la kelbu. Nani huyo Mary? Leo mimi sipendi unichezee akili yangu. Unampigaga Leo? Simpigagi, tunapigana. Nikimuuzi ananizabua, nikimuuzi namzabua. Unajua kuna muda mwanzo anaweza kuuliza maswali, ukao umemkera afu yuko serious, afu unachukulia kawaida. Lakini kwenye kuzabuana kwetu sio kutoana manundu wala kupasuana. Yale makofi ya mahaba, yale ambayo ya kuzinduana. Ndugu yangu huku siko, tukae hapa twende huku twende hivi. Sijui umenielewa. Maana ingekuwa makofi yale ya kuzabuana kulikuwa sasa hivi tushaenda ustawi wa jamii na tushaachana. Tunaenda mwaka wa 10 tena wa 9 huu tena uko kileleni, unayoma wa 10. Basi kwa kuwa naye alijua kwamba mke wangu yuko kwenye sintofahamu wala hakunini. Baadaye tumekaa tunaongea, ndo akanambia mimi wallahi sikuona rii. Na mimi namuelewa Leo. Hanaga mambo mengi, labda mambo mengi wamtafutie wao huko. Basi aliposema vile nika nimemuelewa na nimemwamini, na kwa sababu sikuwahi kumuona harakati zozote labda mawasiliano au pirika zozote na yule bidada. Mtu mzima ovyo anajifanya mtoto. Mtoto anaingia leba jamani. Mtoto anajifungua. Tena kwa kawaida mimi kwa kisu. Hebu aniache kwanza kidogo nipumue. Lakini yeye Mary anasema kwamba ugomvi wako wewe na yeye ulianzia siku nisikize Liama. Tulia uchaguliwe, nakupa kwanza mchezo ulikotokea. Kwa hiyo baada ya kule yule bibi mimi nikamwendea hewani nikamwambia bibi vipi, nimekuta ufanye kazi moja, mbona unajihusisha na kazi nyingine? Hii kazi nyingine niachie mwenyewe. Mimi naiweza, huyu mimi ndo mume wangu. Wewe unambusu kama nani? Tulikuta pale uje mpe mabusu, nimekuta pale uje ufanye video vixen na tena kwa mwenyewe kuomba upelekwe mjini na nyota yako ya maiti. Ndio maana maiti akishakufa haonekani. Umenielewa sijui?
Basi dada, kama ni busu labda bahati mbaya, maana kwenye kuzunguka sijui nini. Nikamwambia basi ndugu yangu, ulipopaanzia paishia hapo hapo, sitaki tena muendelezo. Tukakubaliana, dada, sorry, ameisha. Haya, tumeendelea. Sasa tumekuja kukutana tena kwenye hii nini, reality show ya Showmax nini, Mama's Club, yani kanifanya mpaka amenitumbukia nyongo. Basi haya, tumekutana pale, naona mazoea yameanza tena kimya. Ukilala ukiamka unakuta, unajua kuna muda mimi leo hapendi kuniudhi, hasa kwa kitu ambacho akiwa yeye hana, yani anajua kabisa hiki kina maana, yani kitamkwaza rii, lakini kwangu mimi hakina maana wala kwake hakina faida. Huwa mpaka siku labda atule, bwana uko sawa bwana, nataka nikuchekeshe, kuna hiki na hiki. Wangapi wanamtongoza DM na ananionyesha, naona tunacheka, tunapotezea na tunakutana nao wengine, baadhi yao naona hawa ndio wale wasafa tu, wanasafa wacho wasafa, lakini kama mitego yao sio kwa hapa huko. Basi nikamwambia nini, nikamwambia nini, nikamwambia unajua leo ya pili sikuelewi iko kitu gani. Naangalia ndo bibie simu, miss call, vipi? Naangalia vizuri message, Unamwandikiaje? Vipi umelala shem? Nikamuuliza, nakuuliza umelala vipi, kauko macho nataka kukulaza? Maki sijamuelewa binti ana matatizo gani. Nikamuuliza, kanambia labda si unajua tena kwa sababu labda kazi. Nikamwambia hii kazi nyingine au kazi kweli, haiwezekani. Mbona wale wote pili kitimtimu asikutumie, Mishi asikutumie, Rose Ndauka asikutumie, tena na wanaweza kutumia kwa sababu na wao pia shemeji yao wana haki, kwa nini iwe yeye? Kamuuliza leo, kanambia bwana ipuuzie. Lakini nimekaa sasa, nampigia simu alichoharibu, naongea naye ndo ananiletea machino. Kwa hivyo vitamthilia vake vile vitatu na filamu vake ambavyo hata Morogoro na Kibaa vijulikani. Analetwa Slikwii, Kiingereza kingi, zisi zati mtoto. Mapenzi hayana shule. Mapenzi sio zisi zati, ingekuwa zisi zati. Sasa hivi umeolewa na mansion yako na magari yako ya kupigiwa mfano kwenye nchi hii, na wewe uzuri unajisifia. Maana mimi sijauona. So kwa hizo chale kama afike Kizambagara. Maana na stretch maki kama afike Kizambagara, inabidi amuone tu kwa kweli. Nasema leo anamtolege sana macho. We mume wangu ana macho mazuri, lakini sio kwa kumwangalia Mary. Excuse me. Hawezi kukuangalia kwa kipi special mpaka akutazame kwa ile miwani yake alovaa pale, unamoji kasa iboge au anachomelea mabati. Mageti. Huko kipi? Leo mimi akiniona sio na nini. Sio kweli, na wewe punguze tu mchele. Maana sijalisikia hilo pale. Amesema labda interview yangu ongea pembeni baada ya kuzima. Interview hujaangalia yote, lakini nani angalia, na mwangalia nini? Wana nini maneno ya kizungu, anasema by the way. Yule ni kitu gani kile Kimeri? Nimwangalie mimi ili iweje? Na mwangalia ananiongezea nini? Anasema anakushangaa wewe kuchambana naye, anasema vitu vyako labda kina utamtita. Hana utoto huo, mtu mzima ovyo yule. Mtu mzima ovyo. Na angekuwa mtoto, mimi nasema nadili na watu wadogo, yani nadili na watu wazima. Unamaanisha? Anadili na vibabu. Yule si mjane anayetembea yule. Mjane anayetembea. Yama umeona unaongea. Kwani we mtu anapokuambia wewe unapenda kutembea na vitoto vidogo, ina maana yeye anadili na si watu wazima? Ina maana yeye anabeba mibaba, mimi na yeye hatuna tofauti. Yeye anabeba baba zake kama mimi ndo ninabeba watu size yangu, basi yeye pia anabeba mababa zake na mababu zake. Kwa hiyo nani mwenye nafuu? Yeye mwenye kuona tupu za wazee wake au mimi mwenye kuona tupu za wadogo zangu? Maana leo simzai. Nimemzidi miaka 9 tu, simzai abadan asilani. Maana miaka 9 hata usijavunja ungo, bado mdogo. Aliye ndo anazaliwa. Kwa hiyo yeye hivyo vibabu hivyo anavyojiona ndo mwanamke, ndo amekuwa yeye, ndo yeye mjini. Tumuulize. Anasema unabwatuka kwa sababu hata shule huna.